jinsi ya kuweza kuinstall au kufanya installation ya programu yoyote, iwe Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, InDesign au XD. Tuende tukaangalia, kuna hatua kadhaa ambazo unatakiwa uzifanye. Kitu cha kwanza, kwenye PC yako hakikisha kuna programu ya WinRAR. Hii hapa WinRAR. Kuna programu ya WinRAR hii hapa kama inavyoonekana. Hakikisha kwamba imekuwa installed. Hiyo ndo hatua ya kwanza kabisa. Na kama hauna, ni program ndogo sana. Nenda Google, kisha andika WinRAR kama hivi. Baada hapo WinRAR download, unaweza kuandika WinRAR download iwe rahisi hiyo. Utakuja utakliki na hapa utapata ile latest version. Kisha utaangalia, mara nyingi sana PC nyingi zinakuja na biti 64. Kwa hiyo utaangalia hapa kuna kila aina ya lugha ambayo imewekwa hapa chini kabisa ukiangalia. Kwa hiyo utaangalia lugha ambayo unayohitaji. Kwa mfano kama hapo unaweza kukliki na kuja kuchagua aina ya labda hapo kwa Kiingereza. Version unaweza kuweka all au unaweza kuweka ile version ya juu kabisa ili mradi iwe rahisi, au unaweza kuweka version tu kama hiyo. Baada ya hapo utakuja hapa chini utaangalia hii hapa. Kama unatumia Mac basi utachukua ya Mac. Kama unatumia Windows basi utachukua Windows ambayo ni hii. Hapo utaikliki. Ukishakliki moja kwa moja itakuja kujidownload hapa hivi kama inavyoonekana, ambapo si kubwa, ina MB 3 hadi 6 basi. Na uzuri wake ukishakuwa una download hapa chini inakupa option namna ya kufanya. Kitu cha kwanza unakuja kuikliki. Kitu cha pili una install. Kitu cha tatu unachagua setup nani parameter yako, na kitu cha nne unakuja ku press done, inakuwa imeisha. Tusubiri tuone, maana naona mtandao wangu upo chini sana. Sijui tatizo nini, lakini MB 3 lakini naona sasa hivi ipo slow. Kwa hiyo tusubiri imalize hapo dakika 3 sekunde kadhaa. Ukishamaliza itakuja kuandika hapa done. Baada ya hapo utakuja kuifungua. Unaweza kuifungulia hapa au kaenda ku click hapa, kisha utakuja kuifungua kwenye file kama hivi na itakuja kukaa sehemu ya download. Ikifika kwenye download kama utakuta inakaa kama hivi. Kwa hiyo unachofanya unaweza ku double click hapa, yani unaweza ku right click na kisha ukaja ku click open kama hivi inavyoonekana. Ukisha click open itakuja kukwambia yafuatayo. Utaisubiria. Sijui kuna kitu gani, naona computer ipo slow kidogo. Utaisubiria. Hapo kwanza, naona kuna kitu hakipo sawa. Unaweza kuandika hivi check your internet connection, hiyo kisha wewe unaweza kuweka tu run. Nimezima internet ndio maana imeandika hivyo. Kisha utakuja hapa ku click yes. Baada ya hapo utakuja kuangalia hapo, utasema una agree na terms, install kwenye kuinstall, kisha uta click okay. Baada ya hapo utakuja ku click done. Baada ya hapo itakuwa tayari umesha install. Ukija hapa ku search WinRAR kama hivi utakutana nayo hii hapa kama inavyoonekana. Unaweza hapa ukaja uka right click kisha uka pin kwenye taskbar. Hapa kwenye pin ikakaa kwenye taskbar huku chini. Ukishamaliza hapo unaenda hatua ya pili. Hatua inayofuata ni kuzima window security. Hapo uta click hapa, utaandika window security kama hivi. Window security hii hapa utaiandika kama ilivyo. Window security hii itakuja. Kisha uta click open. Baada ya hapo utakuja hapa sehemu ya virus and threat protection, au unaweza kuja huku sehemu ya virus and threat protection, inaweza kuleta hapa muda mwingine, lakini kuleta hapa sio mbaya. Na kisha hapa unaweza kukliki sehemu hii. Baada ya hapo ukisha click itakuleta hapa, na hapa utakuja chini kabisa, utakuja ile eneo la manage settings, utaklik manage settings na utazima hizi real time protection kama hivi inavyoonekana. Kisha utaklik yes, itakuwa zimejizima kama hivi zinavyoonekana. Lakini kama hauioni hapa, unaweza kwenda sehemu ya nani yako huku
pembeni kabisa huku unaweza kwenda na kuandika labda unaweza kwenda kwenye setting kama hivi, kama hauizioni hapa, unaweza kwenda sehemu ya setting, kisha ukaenda privacy and security. Baada ya hapo, unaweza ukaikuta hapa kama hivi inavyoonekana, ukakliki na kisha ikakuleta sehemu kama hii hapa. Hapa ukifika utakliki hapa na itakuleta hapa sehemu ya virus and security protection, uta manage setting. Baada ya hapo unakuja kuzizima. Ukishamaliza na kisha pia internet huku umezima, hapa pasiwe na internet, pawe off hii wifi. Kama utazima kabisa wifi kama hivi itakuwa si vibaya. Baada ya hapo utaenda kwenye hatua inayofuata. Kumbuka hakikisha kwamba umesha download application zako, yani unaenda una download kabisa application zako ambazo zitakuwa zinaonekana kama hivi zinavyoonekana. Kama zitakuwa application zako zinaonekana katika muundo wa zip kama huwa kama hivi, basi utatakiwa right click kisha utaenda WinRAR. Baada ya hapo utaenda extract file kama hivi inavyoonekana. Lakini kama itakuwa application zako zinaonekana kwenye muundo kama huu hapa, kama hivi zinavyoonekana zangu hapa, kama zinavyoonekana hivi, labda tuchukulie Adobe Illustrator hii hapa, zikaa kwenye icon cha WinRAR kama hivi, basi pia uta right click tu kisha utaenda WinRAR pia hapa na kisha utaenda extract file, au unaweza kwenda open file hapa labda na WinRAR, lakini ni shauri zaidi unaweza kwenda kwenye WinRAR au extract all, sio mzuri sana. Nenda kwenye WinRAR kisha extract files. Ukiklik extract files itakupeleka kama hapa. Kumbuka inabidi uhifadhi sehemu ambapo unapakumbuka, faili ambayo unaikumbuka. Kama utafungua file tayari kule kwenye desktop, utafungua faili yako na kisha kuextract, au unaweza kuja hapa kwenye desktop. Mimi napenda sana kufanya hivyo, click kwenye desktop hapa kisha na click okay. Hiki ni kiprocess ambacho kinachukua dakika kama sekunde kama 20 mpaka dakika 1 hadi 2, kutokana kwamba hapo ina extract, yani inaweka pembeni files ambazo zinaita kila faili, yani nasema inachambua faili moja moja ili mradi kila moja iweze kujitegemea. Maana wakati na upload zilikuwa zimekaa pamoja. Kumbuka hii application hizi zile ambazo nimekutumia kule zipo kwenye link ambazo zina mfumo kule WhatsApp, kule kuna link fulani hivi zipo nazo, hizo ndizo zinazohusika. Ikishamaliza utarudi na utaenda kwenye sehemu ya desktop, ambapo desktop utaenda ni hapa, na ukifika hapa utaikuta application inakaa katika muundo kama huu hapa. Kama Illustrator itakaa hivi, PS itakaa PS, Premiere Pro itakaa PR, XD itakaa XD, InDesign itakaa ID. Kisha ukishafika hapa utakuja ku right click na kisha utakuja run as administrator. Utaklik hapa run as administrator, utaklik run as administrator, na baada ya hapo utaisubiria iende kwenye next step. Itakuja kama hapa, kisha utaklik yes. Baada ya kuklik yes, utaisubiria tena iweze kwenda kwenye next step. Kwa utaisubiri kujileta kama hapa hivi inavyoonekana. Utaisubiri hapa iweze kumaliza kwenye eneo hili. Hii lugha isikupe tabu, ni Kirusi. Lugha za lugha ya Urusi, kitu kama iko nadhani hii Urusi wa Ukraine, sijui kutumia lugha ambazo zina muonekano kama nchi zile za Ulaya Mashariki. Kisha ikishatoka hapo itakuleta hapa. Sasa ukifika hapa, hakikisha hiki hapa advertising unaiondoa. Kama unahitaji distribute distributable, utaklik hapa. Sasa hapa imekwambia required. Kisha ukishamaliza utaenda install. Baada ya hapo utasubiri imalize kuinstall. Hii Microsoft Visual C++ distributable hybrid, hii hapa ndo waga inachukua muda kidogo. Naweza ikaenda hapo ikachukua kama dakika kadhaa mpaka kumaliza. Kwa hiyo utaisubiria, usiwe na haraka sana. Isubirie mpaka pale itakapomaliza. Kwa hiyo mimi hapa nita pause kisha tusubiri imalize, ikishamaliza tutarudi kuendelea. Hii process inachukua kama dakika kadhaa. Ile process ikishamaliza inaweza kuchukua hata dakika 10, muda mwingine inategemea na PC itavyoenda, lakini ikishamaliza itakuleta hapa. Ikishakuleta hapa, click continue kama hivi.
Ukitaka continue inaweza kukwambia kwamba please save your work and close the following program or log user. Hiyo mimi tayari ninayo. Kwa hiyo kama nitataka continue nitakuja tu hapa nita continue nake hapa, lakini kwangu haito continue kwa sababu ninayo tayari kwenye kompyuta yangu. Ndio maana inaniambia hapa program nimeifungua huko, hii nimeifungua huko, ipo on. No. Kwa hiyo kama ingekuwa off, basi moja kwa moja hapa ingeenda mpaka ingefika 100%, ingekuwa ndio imetimia, lakini kwa sasa haitokubali kwa sababu hapa ninayo tayari hii program kwenye PC yangu. Kwa hiyo ikishamaliza hapa ndipo itakuwa tayari. Na ukishamaliza kufanya installation, ikishafika 100 itakwambia successful na kisha utaklik exit. Baada ya hapo utakuja huku uklik kusearch hapa, utaikuta ukija kusearch labda Adobe Illustrator utakuta inakuja kukaa kama hapo kama hivi, na kisha utaitumia. Hivyo ndivyo unavyoweza kufanya installation, na unapokwama kisha unauliza asante. Kwa itakuwa kama hivyo, unaona mara nyingi sana ikishamaliza itakuandikia kama hivi Adobe Installer finished work, utapress okay, itakurudisha hapa, utaklik exit, umemaliza. Asante na nikutakie wakati mwema.